chunga Jerry. Man was the first trainer. He trained in trade carpentry, and that was his student. These are the new construction for the current time. So we have this. This is the new building, ICT, science engineering. Wapi makofi na vigelegele. Daktari William Ruto. Na kama unavyoona Mheshimiwa Rais, mvua ni ishara kwamba imebarikiwa. How are you? Yeah. Very good. You are the center manager? Yes, I'm the Very good. Endelea. Yeah, I'm Philip. Students who has been able to earn is able to show you. Habari zenu? Very good. Very good. Very good. Very good. Yeah, the student is here, Your Excellency. This is Center, Your Excellency, and this is the layout. What we are seeing are actually the classrooms plus the workshops that eventually, when the project is complete, there are 8 in number. Naona mmekuja mpaka na mahindi. Tumesikia mambo yenu ya barabara. Na nimemwambia waziri na nimemwambia PS wake. Kutoka huko chini kuna ingine tulijenga kutoka huko Kamega ikakuja ikakwama hapo mahali
tumepanga mambo ya export ya labor. Muliona last week tulitangaza nurses 2,500 ya kwanza. Nimekubaliana na wale wako duniani huko ya kwamba tuko na nafasi 500,000, 500,000 jobs ya watu wa Kenya kupitia export of labor. Na tunahitaji vijana wengi wenye taaluma mbalimbali watakaoenda kwa hiyo makazi. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mapato yetu kama taifa inatoshana na tuweze kuondoa umaskini na kumpatia kila mtu nafasi ya kujisimamia, ya kupata mapato na kujiendeleza kama mwananchi wa Kenya. Mnakumbuka wakati wa uchaguzi tulikuwa na shida kubwa ya CBC. Hatukujua watoto wataenda kusoma wapi, hatukujua CBC itaelekea namna gani. Mimi niliwaahidi ya kwamba tutatatua matatizo ya CBC. Na mimi nataka confirm kwenu, mambo ya CBC tumetatua na tumeajiri walimu 56,000 wapya. Mnanielewa? Tumeajiri walimu ambao hawajawahi kuajiriwa Kenya hii. Vile vile tumefanya jambo la pili ama tatu ingine. TVET kama hii ya Kaiboi walikuwa na matatizo makubwa ya mambo ya capitation. Mimi tumepanga na sasa Kaiboi na zile TVET zingine zote za Kenya tumeongeza pesa ya TVET kwa bilioni 5.9 mpya ambayo inasaidia watoto wetu hapa. Elimu ni muhimu, ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mimi nawauliza nyinyi watu wa Nandi County, watu wa Mosop hapa na Wakenya wengine, tunataka watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Na tunataka kuhakikishia wazazi wetu ya kwamba tutaendelea hata katika budget ya mwaka huu ambayo inakuja. Tunaweka this year tutaajiri walimu wengine 20,000 ambao watatusaidia kusomeshea sisi watoto wetu. Hapa nimekuja kuangalia mahali tunajenga ICT. Ile ICT hub hapa katika shule hii. Hapa tunataka kuwapatia nafasi ya digital jobs. Mimi nimesunguka dunia kule kote, nimeongea na watu wa Marekani, nimeongea na watu wa Ujerumani, nimeongea na watu wa Faransa, nimeongea na UAE, nimeongea na Saudia, nimeongea na Canada, na wamekubali ajira ya hawa vijana ile inaitwa digital jobs. Nyinyi mnanielewa? Sasa hapa nimekuja kufanya testing. Hapa tuko na kompyuta 100. Vijana saa hizi nimeputa kijana hapo anaitwa Brian. Ananiambia anapokea shilingi 10,000 kila wiki kwa kufanya kazi hapo kwa mtandao. Shilingi 10,000 kila wiki ni pesa kidogo? Ni pesa mingi? Ama namna gani? Sasa nimekubaliana na huyu mjumbe wenu huyu ya kwamba hapa Mosop tumebadilisha sheria ya CDF. Mtandao ndio hiyo tumelete. Backbone ya fiber optic tumelete. Tumebadilisha sheria ya CDF, mimi nimesign, sasa ni sheria ya Kenya. Hapa tunataka kila ward kuwe na ICT hub. Huyu mjumbe atajenga. Wapangane na mheshimiwa MCA ya pale. Sawa? Mimi nitalete makompyuta. Tunahitaji vijana karibu 300 kwa kila ward watakaofanya kazi ya ICT jobs. Inaitwa digital jobs. Na sio hapa peke yake, tumesema every ward in Kenya tunaweka ICT hub. Ili vijana kama wale nimewaona hapa Kaiboi ambao saa hizi wanapokea pesa kwa dola. Tunataka hata kijijini upokee pesa kwa dola. Unaweza kufanya kazi hapo kwa budget, unafanyia kampuni ya Marekani, unapata dola ukiwa kwa budget.